mpenzi wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Watu wanabipu kama wamesomea hivi. Mimi naomba simu. Nani? Huyu ni dadangu. Ana mpango siku nikupeleke ili kumuone mweze kujuana. Una bahati. Nikajua wewe ni demu wako. Ningevunja simu hapa mbele yako ukabaki na betri tu hapa. Mpenzi wangu. Ni wewe tu. Una lolote? Sasa ulitaka nisikuonee wivu. Kwani wewe ni kakangu? Alafu nataka siku nipeleke kwa dada yako. Ili nikakusemea yote unayofanya. Mambo gani haya? Sisi vurugu zako unazonifanyia nashindwa hata kulala. Fujo tu. Kuna kufanya fujo. Mimi sitaki. Utaki nini sasa? Mimi sitaki bwana. Hivi shoga yangu, ulienda kwa Diki? Na pia ushaanza kufua sufuri sasa hivi. Shoga yangu nilienda. Ila unikuta udugu wangu. Yapi? Sina hata hapo. Nimekaa pamoja na mpenzi wangu kama unavyojua na kujiachia kwa mpenzi wangu. Maana kasaki mlango kimefunguliwa udugu wangu. Ile kuangalia limeingia bonge la mshangazi. Maana tena sio binti yule mshangazi. Kwanza najiamini shoga yangu. Yaani pia kwamba nini ni kwake. Kama Diki unani? Sielewa. Diki kimya. Nani huyo? Kama unavunja shughuli unavyonivuka na majibu ya shombo kwa takini suzi samaki. Na mimi nikamuuliza. Unaona mwanzo una mimi nani wewe nani? Sijibu usitani nikamwambia wewe unakujibu hivyo kwani unasemaje? Dada. Hata kunirukia mimi shuga yangu. Akataka kwa reception yangu. Shuga yangu mwanamke mapokezi. Anataka kukimbilia kwenye uso wangu akasema sio kweli. Nikaona bota ni mchoropo nikachoropoka nikaondoka. Wewe naye shoga yangu. Sasa umekimbiaje? Wewe unashindwa kunipigia simu nije tumchangie. Shoga yangu ningekuja muda huo. Mimi mbele ya ugomvi muda huo ningetia timu. Shoga yangu wewe na huruma zako zimezidi. Wewe ule pale kaa nyota. Uje. Alafu pia kingine. Mimi tupesa kutaka tamasha. Ile ningekuwa nataka tamasha. Simu hiyo moja tu. Babangu teka shaja na polisi, pale shaja na polisi nyumba nzima. Sema nikaona na nini? Shoga yangu naye una huruma. Ndio shoga yangu alionikuta. Okay, wewe ni mwenyeji mtaa huu? Ndio. Okay, mimi ni mgeni. Naitwa Sam. Ndio. Nilikuwa nahitaji marafiki na mimi by the way nimetokea kuvutiwa na wewe, so kama utojali labda tunaweza tukaa pamoja. Kwa pamoja kivipi? Marafiki. Au marafiki. Ni kama utojali tunaweza tukabadilishana namba za simu labda. Sawa. Uto nani? Maya. Mambo zenu? Poa, mzima. Mimi mzima, sijui nyinyi. Safi upo? Nipo. Sema mmependeza. Asante. Mnaenda wapi tena huko? Naenda hapo juu kunyosha miguu. Yaani nyinyi mkiona mnaenda sehemu, ujue kuna jambo hivyo. Tunaenda tu hapo mara moja. Kwa sababu tunaenda tunarudi chapu tu kwetu. Mnaenda kunyosha miguu. Sawa, mwenyewe nilikuwa naelekea zangu hivi, nimefurahi kuwaona. Nimekumbuka. Nini tena? Kwa vile nataka nikwambie. Kitu gani tena?
Hivi kwani wewe hapa mtaani hapa ni wakaka walika lako na waona ni machepele kuhusu masuala ya chumba mama saluti zao 3 wako vizuri lakini wewe mwenzangu sisikii skendo yoyote. Vipi mbona tukuelewi? Sasa unielewi kivipi? Sija kuona sasa hata na mwanamke kichochoroni. Usijali kuhusu hilo, sawa? Yaani sasa ninachotaka kukuhakikishia sisi kwamba mimi niko vizuri, sawa? Ila sasa mimi mambo yangu huaga sifanyagi huko. Alafu sifanyagi kwa kuonekana ni niwaonyeshe watu. Sawa, mimi mambo yangu nafanya huko. Alafu kimya. Nyeko. Nini? Baba. Sasa tusikia hata tetesi aina yoyote hapa mtaani kwamba na wewe una mchumba ama una mtu upo naye vipi baba? Tena nakwambiaje Mama Lei, mimi niko vizuri na wanyosha huko nje huko. Yaani niko vizuri kweli. Tena kama mchezo naweza aswa, tena nginja. Sema mimi sipendi tu mambo yangu kuonyesha. Kweli Nyeko? Kweli nakupanga kweli serious kabisa. Tuambizane baba. Napiga pande zote tena. Nakwambia kabisa. Niko vizuri. Kabisa. Kabisa. Au ndo jogoti na pande mtungi. Sasa Mama Lei huko nakwenda sio. Sawa hivyo unanitusi kusema kweli yani. Mimi niko vizuri tu. Sijakutusi Nyeko. Ila mimi nakwambia. Bana sisikii chochote ndugu yangu. Yaani wewe upo handsome boy, Sharbaro, yani bonge HD lakini au ndo handsome boy wa nje ndugu yangu? Tuambie ukweli bwana, wewe vipi? Mbona kubwa hivyo? Mimi niko vizuri. Mama Lei narudia tena. Mimi niko vizuri unavyoniona. Mwanaume kamili tena alijali. Ila sasa mambo yangu usifanyage huku. Mimi kusina mwanamke. Wanawake zangu wapo huku nje. Ila kusikuwa na sasa na mimi kwamba labda michezo siwezi, labda mimi shoga hapana. Mimi niko vizuri. Tena nasimama si mchezo. Oya mwanangu Chenga, huwezi amini. Yaani jamaa amefariki siku ya kupokea mshahara. Amefanya kazi tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, 10, 20, 30 tarehe. Yaani tarehe 30 ndo anatakiwa apokee mshahara. Sasa amekufa kabla hajapokea huo mshahara wenyewe. Asa mbona unacheka? Ila mimi navona katika mafikirio yangu mimi bado sijaelewa. Yaani unajua samte moja jua kuna watu. Sio bure. Nani marehemu? Akili yana wewe Toledo. Ana akili timamu, kwani asiwe na akili sasa? Haiwezekani mtu ufanye kazi tarehe 1 hadi tarehe 28 huko. Tarehe 30 bado siku 2 hadi tarehe 29 unakufa. Sasa unakuwa na akili. Vumilia kidogo upate hela kwanza mshahara ndo ufe. Sikiliza nikwambia kitu kimoja Chenga. Unajua Mwenyezi Mungu anapoamua kukuchukua, haijalishi dakika, sekunde wala saa. Muda wowote anavyotaka kufanya kazi yake kukuchukua, anakuchukua. Kwa jamaa alifariki tarehe ngapi? 30 siku ya kupokea mshahara. Ndio hivyo Mwenyezi Mungu akamchukua ndugu yangu. Ila kweli. Sasa ningevumilia kidogo upate hela kwanza mshahara ndo ufe. Kwa hiyo nataka kuniambia angekufuata kesho yake. Yaani angechukua mshahara hata atumia hata buku hata 500 tu ndio afe. Akili wana huyo. Sio akili yana mwanangu. Yaani ukisema hivyo unamkufuru Mwenyezi Mungu. Na unajua kabisa kazi ya Mungu waga siku zote haina makosa. Sawa? Mungu ametoa, Mungu ametoa. Sasa kwa nini asingedai hela yake kabisa kama anajua anakufa? Asingedai hela yake kabisa. Mambo. Salama. Mambo. Poa. Mzima? Mzima si nyie. Tujambo, karibu. Asante, haya napita. Oya, umemwona dogo jana? Shona vipi? Mimi nakuja sasa hivi hapo. Sawa mwanangu? Basi sawa. Barida. Mambo? Poa vipi? Fresh mzima? Mzima. Mambo mengine vipi? Kama kawa. Umependeza. Kaida yangu. Sawa. Kwa hiyo uko unaenda wapi? Jamani, si nimekupisha pale, nimetoka hivi naelekea dukani. Kumbe ndio umetoka huko unaenda huko. Ushajisahau mwezio. Sema nini? Kuna kitu mimi nataka nikwambie. Wewe tena kitu gani? Hamna, kuna kitu nataka nikwambie. Kwani vibaya kukwambia jambo? Sio vibaya, niambie. Sawa, ila kabla sijakwambia naomba niahidi kitu kimoja. Kuahidi tena.
Ndio. Utanikubalia nikikwambia? Nitakukubalia, niambie. Kweli? Ndio, ongea na kusikiliza. Sawa. Mbona hivyo sasa? Nini? Mbona hivyo sasa ngata kucha? Wewe ningate kucha, sisi ngati kucha bwana. Hamna mapozi tu haya kawaida. Sasa kwani huko unaenda? Jamani. Nimekwambia naelekea dukani. Unaenda dukani? Ndiko nishasahau kumbe unaenda dukani. Sawa, sasa ila kukwambia mimi naona aibu sasa hivi mchana. Basi baadaye ili kiingia giza ndo nitakutafuta nikwambie. Makubwa, yani dunia ndo kwanza naona mwanamume wa kwanza anasikia aibu kwa mwanamke. Hamna, wapo mimi mwenyewe ila wapo ndio, lakini ndo kwanza nakuona wewe. Ila likiingia giza kidogo nitakuwa na nani nitakwambia. Baadaye tunaweza kuona. Hapo mbona kuna mtu anaupita? Usiniambie hapa tumalizane mpaka jioni kwa tunasubiri nini? Usiniambie hapa kuna mtu anaupita hapa. Hamna. Makubwa. Haya baadaye saa ngapi? Saa moja, saa 2 hivi. Mimi muda wote niko free, lakini kama unaletea ujinga wako sipendi. Usikwambie ujinga mimi. Sikwambie ujinga wewe, mimi nakwambia kitu kilichonyoka, ni jambo zuri kabisa. Haya poa. Sawa, ina shida. Wewe basi ndio dukani. Kwa hiyo ndo unaondoka? Naondoka ndio nakapa nafanya nini? Simkata kuniambia wewe. Sawa basi nitakutafuta. Haya poa. Haya poa, kweli. Kama unampenda mwambie wewe, wala usiogope mwambie. Kama unampenda mwambie, wala usiogope mwambie. Kama unampenda kwa nini unaogopa kumwambia ukweli? Kwa nini unaogopa? Mwanangu nafeli, kwa nini unaogopa kumwambia ukweli? Kwa nini unaogopa? Ukichelewa wanatakula kwako. Ukichelewa utakuta mwanasi wako. Ukichelewa watamwa yule zako. Ukichelewa ndugu yangu itakula kwako. Kama unampenda. Sema yule mtoto aliyopita hapa makali. Oya mwanangu mwenyewe. Oya mwanangu. Kama kaida. Oya mwanangu chenga mbaya. Wewe mbaya. Oya mwanangu. Tayari. Shamaliza. Oya mimi nishamaliza mapema sana. Alafu sasa hivi mimi mwenzio kama hujui napiga panapouma. Yaani napiga pale kwenye mshono panapouma, mimi ndo napiga. Palipotatuka. Tunapiga pale kwenye mshono, yani tunapiga panapouma. Sasa vipi uko enda? Fresh. Nikamsimamisha mtoto, acha nimpige swaga. Piga swaga, geuza. Oya mtoto mixa kangata vidole, kuchuma vijani. Wenye kunini bwana? Nikamwambia mimi ndo hivyo. Oya mtoto sikakubali. Nakwambiaje? Kuanzia sasa hivi ninavyoongea. Hawa aliyepita hapa yule shemeji yako. Yule demu alopita kaenda hivi? Yule shemeji yako. Yule demu? Ndio. Sasa mimi wangu na dawa Sikiliza chenga, sio dawa, swaga. Oya mwanangu mimi na maneno, panchi zinatoka. Panchi 1, 2, 3 mpaka milioni zipo humo. Yaani mimi nikitema tu kwa mwanamke swaga zangu hawezi kukataa, lazima nielewe. Ndio maana mwanangu pindi na mpanga ule mpaka kaelewa. Mbaya. Oya mwanangu, sasa kingine kabla hujaondoka. Oya ndio nakupangilia sasa hivi. Haya nayoongea ya hifadhi, sio anaingilia huko anatokea huku. Hapana. Hayo maneno natia humo kwenye. Yatia humo baba. Sawa. Kuanzia sasa hivi yule ni nani? Yule ni shemeji yako. Una maana ukimkuta mtaani nikimuona tu shemeji. Alafu kingine ukiona mtu yote anamzingua hapa mtaani, oya dili naye huyo. Sawa? Afu njoo nipangilie mimi. Tukaruke naye. Sawa mwanangu? Haina shida. Kwanza kidogo nikajioni. Naenda hivi huko macho. Barida ina shida. Basi utanikuta maskani. Haina shida. Haya sawa. Haina shida ndugu yangu. Wewe mkali kabisa. Vipi jamani? Wapi tena? Harakati hapo. Mwenyewe nilikuwa naenda zangu harakati hapo. Unajua tena maisha yetu. Niambieni. Nataka nikuulize swali kuhusu rafiki yako. Rafiki gani? Maki mimi na marafiki wengi unajua. Huyu alhamia sasa hivi hapo mtaakati. Sawa kumbe. Utafanyaje tena? Amenitongoza mimi simuelewi. Simuelewi kabisa. Sam mbona yuko fresh? Alafu Sam kwanza yuko mtupisi sana, alafu bwana mambo ya mademu. Yaani kama amekutongoza wewe mkunjulie tu. Alafu pia Sam ni mtu fulani hivi kwa kule kuna pesa kuna matemati. Kwa ukiishi naye mwanangu wewe utaenjoy. Wewe utafurahi. Ya kweli hayo. Ya kweli. Sasa mimi kwa nini kudanganya jamani? Kwa usijali wala nini. Yaani yule fresh kabisa. Kwa hiyo unanishauri nini kuhusu yule rafiki yako?
Na mimi nachokushauri hapa, wewe mkubalie tu. Yaani kama amekutongoza nini, wewe mkunjulie tuishi naye. Afoje mimi napenda nini nikikuita shemeji, tukutana shemeji sio nini na nini. Hivyo yani, si unajua? Yaani upo good kabisa mwanangu ana. Alitengeaje mtaa huu? Rafiki yangu wa kwanza. Na mimi nakaa naye tukikaa hivi tunapiga story tu za kawaida hivi na hivi. Hana mambo mengi kama unavyozani wewe. Kwa hiyo mkunjulie nafsi tuishi naye. Fresh. Basi sawa. Yuzo kweli, usije ukamuingiza rafiki yangu kwenye shimo baya. Unajua mimi huyu ni udugu wangu, rafiki yangu nimetoka naye mbali. Sitaki aingie kwenye sehemu mbaya. Yaani kuhusu hilo rafiki yako. Rafiki yako yani kwanza yani wewe usijali kabisa. Yaani kuhusu huyu yupo mikono salama. Umeona? Kwa sababu yule mwanangu namjua vizuri. Hana mambo hayo. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi tu, rafiki yako upo sehemu salama. Yaani wewe usijali kabisa. Alafu pia akiwa naye yule naye kidogo utaenjoy, wewe usijali wala nini. Akiharibikiwa mimi nakujua wewe kwa sababu wewe unatembea naye, tabia zake unazijua wewe, sio sisi. Wewe mkubalie tu mwanangu. Mwishi, mwenye napenda nikikuita shemeji nini, ukipita mtaani nini safi yani. Kweli unapenda uniite hivyo shemeji? Yaani ipo hivyo, wewe usijali wala nini, wewe mkunjulie nafsi tu. Mambo yaendelee. Sawa Yuzo, sisi tunaenda hivi kwa napita tunashukuru. Haya msijali bana. Haya msalimie huyo shemeji. Haya msijali bana. Haya. Haya. Shemeji muda wote mimi nakuita toka kule na kuita. Ya maana unisikii? Yaani ngoja kwanza. Shemeji unaniita mimi au kuna mwingine huko nyuma namuita? Hapa tuko mimi na mistimu labda matofali. Ni wewe. Kwa nani? Mimi na ndugu. Zaidi ya ndugu yangu. Simjui na ndugu wengi. Ndugu yangu huyu mmoja na mkubali ananikubali. Kwanza sio muongo. Taarifa zako ninazo. Ananiambia ndio mshemeji yake, mke wake. Na mara kibao cha kupelekaga mageto. Kwa mimi nilipokuona tu ndo wanga kuita shemeji. Kwa nani? Kwa ndugu yangu Nyeku. Hizo taarifa mbona kwanza nasikia kwako? Wewe kwanza kunitongoza mimi? Sina mahusiano naye na mimi sije kumpenda, naje kunitokea kama mimi anampenda. Tena nakuomba hivi, kama akakwambia hizo taarifa zake kama mimi ananipenda, kamwambie akome. Tena wewe mama kuniita shemeji, naomba ukome. Uishie hapa, umesikia? Sasa mimi nampeleka wapi kwanza? Atanipa nini cha maana hivi? Mimi Nyeku, rafiki yangu kama ulivyokuwa wewe rafiki yangu. Mambo ya penzi, mimi bado kunitamkia kama mimi mpenzi wake. Na imeanza lini? Sasa mbona unanichanganya naye? Mzee uko anaongea wewe. Mpenzi. Sikushanganyi, mimi ndo nachanganya mimi sababu taifa hizo mimi ngeni kwangu kuzisikia. Sina masana naye na kumwambia tena akome kunifuatilia. Nyeku kasema mpenzi wake, mtu wake. Mama mpenzi kuanzia lini? Mmoja kunitamkia kama mimi ananipenda, Mimi Nyeku mshikaji wangu, sio kama ulivyokuwa mshikaji wangu. Shenga mbona nisikilize. Naomba nikome na kuheshimu, naomba na wewe uheshimu. Umesikia? Na ukitoka hapa kamfuate umbo mwenzio, umwambie vya akome kuniita mimi mpenzi wake. Mimi na yeye ni marafiki tu. Basi, mambo ya mapenzi hayo ishia kwa kwanza mimi siyajui. Hivyo kuna kuja kulifahamu wangu hata kidogo. Kwanza kunitaya kwa kunitamkia kama mimi ananipenda. Si unanielewa? Kwa mimi nyumba zote unavyoona vijiji vyote hivi nimekimbia nikuone wewe nikuite shemeji. Kwa nini singeenda kwa watu wengine? Kwanza, huyo yenyewe ananipa nini cha maana hapa? Anaweza kunigaramia mtoto mzuri kama mimi? Wewe shemeji wewe Nyeku kule mdada hiyo kauli nishakwambia. Tongua hiyo kauli chenga. Utanivuruga akili zangu sasa hivi umesikia? Nampeleka wapi kwanza mimi? Hata mkooni kwangu ajaye, nampeleka wapi? Jamani. Kwani wanawake wote jamaa mnachopendaga nini? Sikile kile kitu kimoja. Sikia nikwambie chenga. Naomba ukitoka hapa kaambie mwenzio. Mama kuniita mimi mpenzi wake akome. Mimi rafiki yangu kama kakwambia kama mimi mpenzi wake akudanganya. Kwa hiyo yule jamaa kumbe muongo au si? Na nakwambia ukitoka kamwambia hivi, akome kamwambie hawa wakasema hivi. Kwanza achana mazoea na mimi. Na mama kunitapakia kama mimi ni mpenzi wake akome. Si unanielewa? Nimekuelewa mama. Ndio nishakwambia ukitoka hapa kamfikishie huo jibu kama unampenda kwa nini unaogopa kumwambia ukweli? Kwa nini unaogopa mwanangu na feli? Kwa nini unaogopa kumwambia ukweli? Kwa nini unaogopa? Ukichelewa wanitakula kwako. Mambo poa? Mzima? Mzima. Uko poa? Niko poa. Umependeza. Asante. Wewe ni mwenyeji mtaa huu? Yeah, mimi ni mwenyeji mtaa huu. Kwa sasa hivi unaelekea wapi? Kwa sasa hivi naelekea nyumbani. Okay. Mimi ni mgeni mtaa huu.
naitwa Sam. Lakini katika pita zangu zote huko sijakutana na malaika kama wewe. Wewe ni Msomali eh? Amna, Mtanzania. Nilikuwa nahitaji angalau hata mtu kuwa naye. Tuko vizuri sana, nimevutiwa na wewe. Hapana, nahisi haiwezekani kwa sababu ni mtu ambaye sikufahamu, afu kwa mimi tu nimekuona kwa mara ya kwanza mtaani kwetu, kwa ni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu. Hata urafiki tu. Tu marafiki. Kama upo jana labda unaweza kunipata namba zako za simu kama marafiki. Namba? Namba ya simu. Namba tu ya simu ni kwa ajili ya kuwasiliana. Ni namba tu ya simu ni kwa ajili ya kuwasiliana. Namba. Namba tu ya simu. Saidia namba ya simu. Utasevu nani? Utasevu Nasri. Shukuru. Bye. Vipi ndugu? Basi na yenyewe haina thickness, mbona nipigia sisi? Ina shida gani? Karibu basi alafu kae bahati ndugu yangu. Mbona juu kama hivyo vipi? Kunisimamia kama hizo na leo. Vipi? Sawa. Nyama. Kama bora niweze kuona. Kama umeniweka kweli rafiki yangu nayo. Unafanya nini muda wote huko? Kuna kazi zangu na umenitoa mbio huko hatari. Bora nashukuru Mungu kwa sababu umekuja. Sasa sikiliza. Mimi kuna jambo moja nimepitia hata. Ni muhimu sana. Nisikilize tena kwa makini. Hapa mimi na mwanangu mmoja wa kuelewa. Yaani nikizungumza ya kuelewa. Yaani unajua kuelewa afu yenyewe. Yaani mfuko wenyewe umenuna. Yaani umeme wetu umenuna, umenona. Maana nimekuika hapa. Ili ile makibula tani hivi. Mungu. Yaani mimi nilivyoniita kukurupu nilikurupuka ngoja hapa kuna mchongo wa maokoto hapa kuna kidemo umesiona kukimbia kushinda kutongoza nijenga kutongozee. Kumbe naona ingia katika kazi yangu jamani kweli. Sasa simwamba katika kuelewa ana mtu wa kumtumia mimi mwanangu sio katika kuongea naye afu mwenyewe kwamba yuko vizuri yani mnene yani yuko vizuri unajua yuko vizuri yani kimaokoto mfukoni unajua kanielekeza huyo mwanangu huyo vipi huyo sinamjua mwanangu tunakutana naye mishe kibao mtaani hapa rafiki yangu unajua sasa ndio maana nimekuta isiniangusha mmoja ego yangu mshikaji anaelewa afu mshikaji yuko vizuri mwenyewe unajua anangania mao sana momenta nataka twist ufanye ukutana naye na ukutana naye usimpinde basi yeye mwanangu kwa wewe mshikaji wako mimi ndio nikikutana naye kama sijampenda siki mimi sio kwa haraka nikakubali mtu ambaye siye kumuona wala simjui. Sasa wewe na maana mimi uniamini nitakuuza au hata kama nikuamini siwezi ngawa mimi nitokee huko nikwambia kuna demo anakupenda sisi wewe demo umjui wala sio kumkubali jamani nakuja kweli. Sasa wewe demo kushuka sabiti sasa sina tegemeana kujipatia magonjwa umetaruka kuyatibia ufajue. Wewe hili magonjwa ya vipi mshikaji uko vizuri uko fresh. Uko vizuri umempima. Sisi mwanangu, mimi mwanangu namjua. Kaka migoe na basi. Mwanangu mimi nisikiliza sasa. Wewe mwenyewe mwanangu wako mwenyewe ana shida yani fresh kabisa yani unajua. Ndio. Angalia ugali kwanza, acha kushamba. Unajua sababu. Unajua akili una. Unajua akili unazo. Mimi hapa ndo naita Salma Mahela. Siangaliaje mapenzi. Sasa mimi kama na maokoto, wale nikimuona nikielewa maokoto yake nikielewa vizuri. Baba mimi nitamkubali. Lakini hela zake 2000 1000. 2000 tena. Sema sasa sikiliza kuna kitu hichi. Mimi najua mwenyewe utakubali na utaelewa so. Basi poa ina shida ngoja mimi niende zangu nyumbani maana na kazi yangu wewe kwa madhara hapa ugali zangu nimekevua nimekeka sembeni. Ole kimedada na kuja kula kwako baba sikuja nielewa. Yaani mshepa yupo tena uje kula kwangu mimi na kati wapo nyewe mchawi namba tu hapo na yeye kuna kile simu yako wapi? Mimi ngoneshaji. Ile kuunganisha naye sema sio kesi. Ila mimi nikutanisha naye kama baadaye. Wewe mimi nene kama hivyo kazi zangu kishamaliza. Nakuchetu nipinda kumipo nipigie. Mambo ndio hizo. Poa baadaye. Baridi basi kwenye tawi wame.
Ya anakuaje mwanangu? Kama kawaida. Kama kawaida. Baridi sana Naona wakati mzee. Ipo elekea huko. Mimi hivi sema nini mwanangu? Kuna mchumba nilikutana naye mwanangu. Juu nikasema hapa nikikutana na mchizi wangu hapa atanipa mchizi zake zote. Mmoja hivi kaja soja nyama, soja mgonjwa wangu kaka. Au ile mazingira yangu. Ndio mjisi alivyo nikikuelezea utamjua. Ndeleze kwanza kaja soja nyama fulani hivi anazigo nyuma sio nyuma. Bonge. Alafu niga fulani afu kama Afrika sti fulani nywele zake ana ulasta fulani kama namjua huyo mwana. Utakuwa unamjua kwa sababu hata mimi mwenyewe nilipomuona mazingira pale nikajua kabisa ishi papi. Mwanangu atakuwa anamjua, lazima atanipa details zake. Machula hapo kibao. Sasa na wewe unayomzungumzia wewe, itawezekana kweli namjua lakini kiundani simjui kwa sababu umekutana nayo mwanangu. Wewe itakuwa adeja nini? Sijajua kaka, mimi si mgeni. Mimi hapa nataka nikupe taarifa zake tena kwa mara ya pili, mradi nione kama kweli mwanangu utakuwa unamsoma na mnajani vipi. Wewe dem jinsi alivyo niangalie. Kajazwa nyama. Ana nyama kweli kweli. Usi. Alafu sio mweupe. Niga fulani mwanangu sio mimi ugonjwa wangu mademo. Kwa mademo mweusi. Kajazwa nyama fulani hapo mweusi. Ala dread kichwani, Afrika sti fulani mtoto mmoja. Shipapi kinoma mwanangu. Hadi mwenyewe nilipomwona nikasema hayo sasa limeisha. Mwanangu lazima nistedie. Sasa unajua nini mwanangu? Wewe si mgeni. Mimi mgeni mwenyeji. Sasa mimi ninajua mtaani wapo wengi. Mimi namtaka kivi vyote mwanangu ule mchumba nimebless siwezi amini vibaya. Mwanangu sio mimi ndo ugonjwa wangu ule. Toka nimefika mwanangu matatizo ni mpaka leo sina demo. Yangu najisi naumwa. Afu mimi sina kwa. Mimi mwenyewe nitaelewa mwanangu sasa sema sijamtia macho. Sasa mwanangu fanya hivyo nisaidie. Yaani bora tungekuwa wawili. Hapo sio niambie huyu hapa ndio. Sasa sema nini? Ukimwona tena namba kusiona. Wewe wapi sasa hivi unaingia? Mimi naingia mtaani. Mimi mwenyewe naingia mtaani. Basi mishale fulani hivi mimi nitakudrop. Au sio? Basi baridi cheki mwanangu ukimwona tena. Basi hapo utakuwa umecheki. Au sio? Au hata wewe mwenyewe ukimwona nisitue mimi nibukie. Ibadi kama ndefu. Hata nikimwona mimi simjui itawezekana kama huyu ukimwona wewe. Sema hapo ndo umeingia. Au sio? Ibadi ukimwona wewe mradi leo. Wewe bicho muone hii. Njoo hiyo unanifosia mazingira. Basi baridi mwanangu wewe na mmoja tufike Uswahilini. Poa. Doa. Poa. Nimechoka. Vipi shoga yangu? Mimi na maana sipendi kupanga vitu na wewe. Tumesema tunaondoka saa 8 mpaka sasa hivi saa 10 jamani. Tungekuwa tusharudi au? Yaani shoga yangu sio mimi, yaani niko njiani, yaani nimetoka mapema saa 7 tu. Situkubali tufike studioni saa 8 kwenye issue. Yaani uweze amini. Yaani nimetoka huko ghafla si ndio kukutana na wewe Chenga. Yaani niacha, tasimamisha tanitamisha shemeji. Shemeji kwa nani? Yaani nitauzamia, yaani kabla bwana angeita shemeji kwa bonge la bwana. Eti shemeji yetu kwa Nyeku. Nyeku? Nyeku bwanako. Bwanangu? So bwanangu mwenyewe ndo nimeshangaa taarifa hizo zilipata leo mimi wakati nakuja huku kwako. Sasa mwangu kuita shemeji. Ndio hata sielewi. Yaani taarifa mwenyewe ndo kwanza nimezisikia leo ngeli kwangu. Sasa kwa moja kutongoza anavyojinda kujitambia kwa mwenzake vipi? Naje kumteketa siku moja kama mimi ananitongoza kama mimi ananitaka. Ndio nashangaa leo nimekutana mwenzie Chenga eti ananitamia shemeji. Yaani nimeshangaa mpaka sasa hata sielewi. Na hivi hilo Chenga alipokupo Mbeya. Sio yangu hata simtaweka. Vile si mtaa mzima wote kashausambaza. Kwa mimi ndemu wake. Wewe na yule hivyo kwa mdomo wake mama machachari. Mbea kama nini? Na huyu Nyeku huyu mimi huyu ananzoea. Manake mimi ajaye kunitabia kama ananipenda, kija kushangaza anatoka hapa anaenda kufuata rafiki yake yule cha Mbeya, anamwambia kama ndemu wake. Na yule alipokuwa Mbeya, huu mtaa unaweza wote usharibika. Kwa ninavyojua mimi, watakuchafua jina lako shoga yangu. Utakosa hata vilanga. Ndio yange kwa na maukote mtu nyingine. Ndio hapo sasa talipa nini hiyo kwanza kimfano? Kapuku wa mwisho. Anafanya siku hata sina fanya. Kwa nini unanisaidia hata sielewi maana yake hapa nipe. Sababu cha kufanya. Mwanangu Chenga. Niambie mzee baba. Kama kawa. Shokali. Kama kawa. Safi imekaa vizuri. Kama kawaida. Kama kawaida. Fresh kabisa. Swali. Naona ile. Pale mwanangu tunapiga kwenye mshono pale panapouma. Palipo tatu panasemaje shemeji yangu? Shemeji yako. Shemeji yako ana msemo mwanangu. Kila muda mwanangu anatumia message na kupenda na chati naye. Unajua na chati naye? Kona wewe tunaambiwa umepiga kwenye mshono. Sana. Pale mtoto nilivomtia sound siku zile alielewa. Unajua alielewa? Acha mimi mbaya, mimi napiga voko, mimi natongoza wewe. Maneno kama milioni 9,999,10. Mtoto nimemwagia swaga akaelewa. Kule pale shemeji yako. Kwangu Nyeku mzee wangu. Mtu mbaya sana wangu kwambie kitu.
wa mangu na Zefran mshikaji wangu unanipanga, unanichwela. Anakuchwela vipi sasa? Isipendi kunichwela, sema unanichwela. Nini? Mdomo shakuwa chenga sasa hivi hauna zege. Zege vipi sasa? Unafeli mwanangu. Asa anakuchwela nini? Asa mangu mtu mzuri siku zile wewe ulivyotoka naye umeingia na hivi kati au sio hivi kati hivi. Nikasema baridi mimi siwezi nikakaa nyuma au sio nifamba t-shirt. Mimi namfuata mjomba nyuma. Mimi nikawafuata nyuma bwana. Nilivyomfuata siku ile, hasa ndo nilimsimamisha ndo nikampanga. Fresh dogo kaelewa ile pale. Nini bwana wewe? Wakati mimi pale nilivyomfuata mwenyewe nimefuata nyuma. Unatoka na ingia. Basi poa babe. Mimi naingia hapa kwa mtu kumuita shemeji. Mimi sio shemeji yako tena unikome. Kaanza kupiga misingi kichizi mshikaji wangu umenzaraulisha. Wewe mwanangu. Wewe na mdomo kila siku unakuwa zege na unashinda kumtongoza mpenzi na naambia I love you. Baba, umenipanga. Sema ya nyungu mwanangu. Umenipanga. Mimi sio nyungu mwanangu. Wewe mwanangu nilivyomaliza kuongelea spele loka kupata nyumbani. Umenipanga. Umenipanga. Mwanangu umenipanga. Ujepoje ile kwa mwanangu umenipanga. Umenipanga wa mchumba. Kakataa katu. Wa mwanangu. Chenga. Wewe mwandazimu umepagawa nini? Sinajua. Umepagawa nini? Wewe unaweza kabisha shemeji yako mtu kama mimi. Nina kadio sina kifusi ni. Semani mangu. Mtoto kanipiga disingi mshikaji wangu. Kanipiga disingi mwanangu chizi. Ani kanipiga mimi disingi yule mchumba. Sema nini mwanangu? Kusema ukweli ule mdogo mimi sijampanga. Mzee nilikudanganya tu. Asa yenyeku. Umwambie mtu nini? Mpigie simu huyo rafiki yake. Alikuita wewe shemeji. Mpigie simu, tukutane na mwenzake waje tuwaonyeshe. Ushanikumbusha. Ndio nimpigie sasa hivi hapa. Tukutane pale ili tukishinda kule tukamshuhukie kule, tushamemeza sasa zangu zima yake mpaka nitibua hapa. Yaani nimpigie sasa hivi. Wapigie. Hivyo na umesho gangu ndo kunyimana riziki hivyo. Yaani wewe acha. Vipi inaita? Inaita. Somona anapiga simu. Mimi nilikwambia yule mtoto ule. Nani aliyawamshe? Sio, tumetoka kumtaja alafu anapiga simu. Tena. Somona. Tena. Nimtongoze. Ulianza wasema mimi malize. Sijamtongoza. Maliza. Halo. Mambo nyeku. Poa, vipi mzima? Sasa mimi na shida na yeye, unaweza kuonana? Ndio, tunaweza kuonana. Saa ngapi? Sasa hivi nina shida na yeye muhimu sana. Kama utojia na kwamba mara moja. Saa ngapi? Sasa hivi mbona tukutane pale Masikombiso? Sawa, haina shida, nakuja hapo. Nakusubiri basi sichelewe. Sitochelewa, sasa hivi nafika hapo. Haya poa. Nimeona tu wazalendo. Nikachukue bahari ambayo iko feri tuipeleke kwetu Morogoro. Morogoro mji kasoro bahari ndugu yangu. Unaonaje? Umevuta bangi, umekula bwimbwi, ama umekula ugoro. Unachokingo umekifikiria? Nashangaa. Sijui imekuwaje. Labda mimi nikafikiria. Wewe kwanza nikwambie siri moja. Ile bahari unavyoiona pale ilikuwa mbali kabisa pala. Watu magreda, matrekta, watu ambaye walichimba huko, wamechimba kuna midude fulani hivi ya kuchimba, watu waliondokana malori, tuichimba mpaka ikafika pale wakasema wamechoka kabisa hata kitena kurudia. Wewe tena wasumbu wapeleke Morogoro. Alo, kwa kweli sasa nikatatokea mtu tena huyo. Yaani haiwezekani. Mimi nikajua labda utasema hivi. Bwana Kobelo, unaonaje katika ule bwana alokuepo pale yule anijiita nani ambaye anauzaga miogo na misamaki? Unaonaje na sisi tukapata mbinu tuende Matombo au tupeleke bwa kila chini watu wetu wa Matombo nao wakajivunie bwana. Sasa sisi tunaita bwana Kobelo miogo ambaye na msamaki unakuwa mkubwa. Hilo ndo wazo zuri. Sasa sikia mwanangu. Tuongee masuala ya maana. Unajua kuna kitu mimi nakaa nakifikiria. Hivi mwanangu wewe inakuwaje kwaje mpaka unakuwa na demu yani? Yaani kabisa unamiliki demu, ile demu wako wako unamiliki, yani demu yani mfano demu ile anakuwa kwako kabisa. Inakuwaje? Wewe kwani moshi wa bange bado unao? Sasa hivi sio moshi wa bange. Yaani sasa hivi naongea kitu ambacho wazungu wanasema serious. Yaani ni kitu ambacho kipo. Yaani namaanisha. Hala. Da pole. Sasa kwa unataka aje nikusaidie nini? Kwa bila bwana mimi nakujua wewe. Wewe ni mzwa madem kibao. Yaani na wewe kila siku unanitambulisha shemijinda mbamba mweusi. Sometimes roho inaniuma. Eto ninalo na miliki. Hata ukitaka nikuonyeshe funguo naweza nikakuonyeshea. Nguo tu labda nzuri najipinda pinda sometimes na miliki.
Hata nikitaka nyumba nikisema ni kazi naweza nikamiliki. Gari hata miaka 5 mbele uko na miliki. Demu siwezi yani kumiliki demu. Na mimi umri wangu ulipofikia natakiwa nimiliki demu. Kwa tu useme nyimbo kwamba wenzenu mimi naweza kutongoza. Wakinikubalia na mwaga hela yote uwezi. Hiyo mimi siwezi, hiyo hela sina, demu sina. Unaanza mambo dada. Lazima atakuitikia poa. Una shida gani? Dadangu ukweli, mimi shida yangu mfano mimi ndio Kobelo, mimi Kobelo. Mimi ujue sipendi sifa lakini lazima niseme mimi Mluguru na nyumba changu na chumba changu ndani na kitanda cha sofa. Dadangu ukiwa na mimi shida ndogo ndogo kabisa ambaye utakuwa nazo. Kwangu utakula kutwa mara 8. Sipendi kujisifu dadangu kwa sababu mimi Mluguru sipendi sifa lakini kutembea na mguu, utotembea na mguu. Dadangu kiukweli hapo ulipo na shepu yako nimetokea kuvutiwa na wewe. Naomba kubaliana na mimi Kobelo maisha yako uweka peponi. Ule tunda, mimi nahitaji tukale tunda. Tunda hivyo valokula wanadamu. Mpenzi, hilo mpenzi toa. Kikubwa mimi nataka kuwa na wewe. Yule atakaa, atafikiria. Kama unamkuta mwingine unakuta anachuma majani hivi. Anachuma huko anajivunja vidole. Hapo na sina usivunje vidole wala usichume majani. Kwa hiyo hapa vipi? Akikwambia jibu nakupa baadaye. Kataa. Mkatai. Mwambie jibu nataka sasa hivi kwa sababu nilivyokutongoza nimekutongoza sasa hivi na kwa jibu unipe baadaye. Lazima atakwambia bwana we sawa mimi nimekuelewa. Kama ana simu nabisha masuala ya simu. Mambo mengine ukihitaji iwe class tena. Uje kama shule na wewe unalipa nada. Maneno hayo mbona mimi pesa wantia bwana yuko. Kwa hiyo nikimwambia hivyo tu fresh. Yani Mambo zenu? Poa. Wazima? Wazima. Sasa haina shida. Niambie hawa. Nia kumwambia nini Chenga? Chenga mimi namwambiaga mambo mengi sana, mengi. Mruhusi ila ndio rafiki yangu. Unajua dada? Mimi. Wewe ndio unaongea nani hapa? Kwa nini mimi namwambiaga mambo mengi? Kwa nini nimekwambia nini? Unajizima data Najizima data kivipi sasa? Mbona jambo lomwambia Chenga jambo gani? Mimi mbona sijamwambia kitu kwani kuna nini? Mimi namwambiaga mambo mengi. Unajifanya mnazo Lipi hilo? Chenga kwambia nini mwezio? Hamna kitu kibaya. Wewe unajifanya mnazo si ndo maana yake? Hamna kitu chochote tunaniambia. Unajifanya vile kama fikiri zako Chenga Sema ukakwambia nini wewe mwezio? Sasa kumbe hamna kitu. Kuna tatizo. Njiani pale niambia nini? Nini? Kwa mimi fanya chizi si ndo maana yake? Sasa nimekwambia nini? Nimekwambia nini wewe umemwambia nini? Mimi sijamwambia kitu chochote huyu. Sasa kumbe nini? Kwa hiyo nyinyi kumbe mmetoka huko mapanga huko. Umefika hapa Baisha mama jifanya yote mnazo, si ndo maana yake? Mnazo vipi? Wewe. Kumwambia mwenzio kama mimi hapa unanitongoza mimi demu wako, sina nini. Wewe leo kunifuata kanitongoza. Aku. Wewe, toka lini? Aku, sikiliza. Kama kakwambia hivyo muongo. Mwanangu. Shalibu. Wewe. Mwenzio ukakwambia nini huyu? Naomba useme hapa. Kubwa zima. Wewe hujamwambia huyu? Hujamwambia? Wewe, ukunifuata kanita shemu. Nikamwambia shemu kwa leo ukasemaje? Ukasemaje? Sasa wewe umeniambia nini eti wewe uliniambia uliniambia kwa. Kumbe umwambia. Umefika hapo inakwambia ifanye jizima dada, si ndo maana yake? Kumbe kweli mwanangu umesema hiyo jao. Wewe nyungu mwanangu. Lakini nilimwambia yeye tu sijamwambia mtu mwingine. Sasa sijamwambia mtu mwingine usharibu mwanangu. Sasa si ndio nampenda funguka. Wewe nyinyi mshapangana huko mmeifanya tukija pale tujifanye kama vile mnazo, si ndo maana yake? Si ndio? Tafsana kipua mwanangu. Sasa sikia. Kwanza mmeambia tu wangapi kama mimi mtu na demu wake? Hamna hajamwambia, ulimwambia mwingine? Mimi nilikwambia wewe tu, yani wewe tu mmoja nikwambia. Na uhakika? Wewe si ndio hawa. Kumbe umemwambia kweli mwanangu na wewe Chenga lakini zako kweli Chenga. Mimi nilikudanganya tu kumbe umefanya kweli. Kisha kufanya mpaka utoke hapo ukaanza kumwambia mwenzio kwamba hawa demu wangu lini ukamvuta kanitongoza mimi hamna mimi nilikuwa namtania tu lakini ikachukulia serious. Wewe nice mimi nikwambie. Kama unampenda rafiki yangu bora umwambie ukweli ili ajue kama anapendwa, kama kweli unamhitaji. So na kati mbele zetu tunaenda kutangaza koti si ni namtonyoa huyu alivyokuwa pilipili huyu. Atatangaza mtaa mzima. Wewe sasa sijui.
Weseswe. Shida. Samani. Secret mission na shida naye nataka tuongee wawili mimi naye. Ili vipi? Unapenda kwa limu maongezi. Kuongea nao. Sesi. Na hebu niache. Kama unataka ongea hapa na kusikiliza. Vitu vasili sesi. Ongea hapa na kusikiliza. Tutoke kidogo. Domo zege haliwezi kuongea alipo kama bwege. Kama unampenda mwambie, wala usiogope mwambie. Kama unampenda mwambie, wala usiogope mwambie. Kama unampenda kwa nini unaogopa kumwambia ukweli? Kwa nini unaogopa mwanangu na feli? Kwa nini unaogopa kumwambia ukweli? Kwa nini unaogopa? Ukichelewa kwani itakula kwako. Ukichelewa utakuta mwanasi wako. Ukichelewa watamwai wenzako. Ukichelewa ndugu yangu itakula kwako. Kama unampenda mwambie, wala usiogope mwambie. Kama unampenda mwambie. Wewe mtoto wa kiume kwa nini ujiamini? Wewe si mwanaume saa unaogopa nini? Kumwambia ukweli unashindwa kwa nini? Wewe mtoto wa kiume kwa nini ujiamini? Wewe si mwanaume saa unaogopa nini? Kumwambia ukweli saa unashindwa nini? Mwage miswaga, mwage upupu, atakubali atakuwa wako kila siku. Mwage miswaga, mwage upupu, atakuelewa atakuwa wako kila siku. Mkate kikini, mvutie wida, itaisha aibu utamwambia kawaida. Mkate kikini, mvutie wida, itaisha aibu utamwambia kawaida. Usipomwambia ndugu yangu utanipa lawama. Kesho karibu kwangu atakupikia wali nyama. Kesho karibu kwangu